Shuleni enzi hizo. Yule anachalaza, sio kuchapa. Anachalaza. Tushaimwibia hadi baskeli, ilikuwa noma. Mwalimu kapaki baskeli yake vizuri, si tukaiba bwana. Yaani huwezi kumlazimisha mtoto wa sasa hivi asome kwa alivyosoma zamani. Kati ya kichwa, pindisha mkono wako ukigusa hapa, wanakuambia sasa wewe unafaa kuanza darasa la kwanza. Adhabu ya wanafunzi wote hapa darasani nipige mimi mwalimu. Shangaa kamwangalia. Yaani bonge la dada. Ni Monica alikuwa bonge. Ni hatari sana. Tulienda kuiba karanga kwenye shamba la mwalimu wa shule. Alitulamba. Paul Karpi kidogo alikuwa mkali sana, hapo ndo alikuwa mwalimu wa hesabu. Mtangazaji achana na kitu kama hicho. Kutoroka muda wa kipindi, yani saa 2 tu nimefika shule nje kinyuma, mimi narudi nyumbani. Nilikuwa smart girl, nilikuwa head girl shuleni. Shuleni enzi hizo, kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 1:30 usiku, ni hapa JN Power TV. Bado niko maeneo ya Makonde na hapa nimekutana na mzee wangu, baba yangu. Basi leo nataka atueleze kipindi alipokuwa anaanza shule kuanzia darasa la kwanza ni mpaka la 7. Je, ni kitu gani anakikumbuka? Na je, changamoto gani ambayo alipitia? Na je, ni tukio gani au mwalimu gani ambao siku leo akimkumbuka anaishia ni kucheka tu na kuona yale ya nyuma nikikumbuka leo na baki tu mdomo wazi. Shikamoo mzee wangu. Marhaba bwana mdogo. Jambo? Mimi ni mzima wa afya. Mzee wangu anataka kukufahamu. Wewe unaitwa mzee nani? Mimi naitwa mzee Moshi Ruhiso. Moshi Ruhiso. Moshi Ruhiso ni watu wa wapi hao? Ni watu wa Kigoma. Watu wa Kigoma. Baba, ningependa kufahamu. Kipindi hewani ni enzi hizo shuleni. Je, ni tukio gani ambalo unalikumbuka kipindi ulipokuwa shule ya msingi? Asante sana. Ndugu mtangazaji, wakati sisi tunaenda kuandikishwa shuleni, kwanza kabisa wakati tunapelekwa na mzazi wako shuleni, walichokuwa na kipima cha kwanza ilikuwa ni height. Urefu, unaona? Alafu ili uajue kama huyu mtoto je anastahili kweli kuanza darasa la kwanza, ulikuwa unapima, unanyambia nyoosha mkono. Unanyosha mkono size ya sikio lako namna hii. Then wanakuambia pindisha kati ya kichwa. Pindisha mkono wako ukigusa hapa, wanakuambia sasa wewe unafaa kuanza darasa la kwanza. Kwa hiyo ndio kigezo cha kwanza. Hiyo ndio ilikuwa interview ya kwanza ya mzazi kumkuandikisha mtoto wake shuleni. Ndio. Cha pili, sisi wakati tunasoma shuleni, tunashukuru kwa kweli enzi za Nyerere, tulikuwa tunakuta kila kitu kipo shuleni. Tena wakati tunasoma si shuleni, kila kitu ulikuwa unakuta shuleni, kuanzia daftari, pen, kila kitu, everything, kasoro tu uniform. Unajua sasa mzee wangu ndio umeanza kunifungua. Unajua saa hizi ndio tunasema kwamba wazee wetu wa zamani walisoma kwa shida. Kumbe zamani mlipata la kila kitu tumekuta shuleni. Kila kitu tumekuta shuleni. Unafika pale utakuta madaftari, utapewa madaftari, utapewa vitabu, someni bila shida kitabu cha kwanza, unaona. Baadaye basi utaendelea kutoka darasa la kwanza kulingana na mitihani utakayokuwa unapewa. Unakuwa darasa la kwanza, la pili, la tatu, la 4. Ikifika la 4 kuna mtihani wa taifa. Ndio. Mtihani ule ulikuwa ni mtihani kweli. Ndio. Na ulikuwa ukitangazwa kwenye vyombo vya habari kama hivi. Watoto wote waliofaulu, kama ulifaulu kutoka darasa la 4 kwenda darasa la 5, ni lazima utatangazwa. Unaona, vyombo vya habari vitakutangaza. Kama ukutangazwa, basi na maana wewe tena huwezi kuendelea na shule. Wewe unatakiwa ndio ukalime viazi au ukafanye shughuli yako nyingine. Ndio mzee. Sasa napenda kufahamu mzee wangu. Je, unakumbuka tukio gani ambalo au ni mwalimu yupi ambaye siku leo ukimkumbuka kipindi wakati uko shule unasema yule mwalimu alikuwa ni mtu mmoja hatari sana? Mimi kuna mwalimu mmoja alikuwa ni mwalimu mkuu, huyo sintomsahau maishani mwangu. Alikuwa ni mwalimu matata sana. Nitamsahau kwa sababu gani? Yule mwalimu alikuwa anaitwa Mwalimu James Kikonde, na ni mwalimu alikuwa ni matata sana shule nzima. Mwanafunzi ukimsikia Mwalimu James Kikonde ilikuwa ni hatari. Yule mwalimu alikuwa hana masiala na mwanafunzi.
lakini alikuwa ni mwanafunzi ambaye anapenda sana wanafunzi wake na anapenda maendeleo ya mtoto. Sasa utakula fimbo mpaka uhakikishe kabisa, yaani kama mwalimu anavyosema kwamba utapigwa viboko ingawa wakati unaingia gerezani na wakati unatoka. Sasa wakati yule atakupiga viboko mpaka kwa baba yako utaenda kuhadithia kwamba nimepigwa na mwalimu, na kama ulikuwa unafanya kosa hutakosa tena, hutarudia ile kosa. Kama akili yako ilikuwa labda haifanyi kazi vizuri shuleni darasani, utaweka lazima uhakikishe kabisa kwamba sasa ninachokifundishwa na mwalimu ni lazima nikizingatie, vinginevyo nitachapwa fimbo. Kwa hiyo wanafunzi walikuwa na ule weledi na uoga, lakini uoga wa kutaka kuelewa, kutaka kujua. Sawa sawa. Je, ni mwanafunzi gani au rafiki yako gani wakati mkiwa shule ambao siku leo ukimkumbuka unasema yes, huyo alikuwa rafiki? Marafiki nilikuwa nao walimu, nilikuwa na marafiki wengi. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anaitwa Idi Musa. Idi Musa alikuwa ni mtu mmoja kwanza very charming, alafu ni mtu mmoja alikuwa na uelewa na akili. Kwa hiyo lolote nilipokuwa mimi na shida ya aina yoyote ile ya kielimu nini, nilikuwa nikimwendea yeye kutaka ushauri au kumuuliza swali lolote kama limenitatiza. Kwa hiyo sintomsahau. Na ni tukio gani ambalo au ni kituko gani ambacho umewahi kufanya shuleni? Kwa kituko nilikuwa sijafanya kituko chochote kwa sababu nilikuwa ni mwoga wa viboko. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtu mmoja ambaye ni mwoga sana, naogopa viboko. Kwa hiyo kwa vituko kama vituko sikuwa kituko. Unaona, kwa sababu najua shuleni kuna system moja. Wewe ukijifanya kwamba wewe ni very known, ni hatari vile vile. Kwa sababu kila mmoja atataka, kwa hiyo hata walimu watakujua kwamba yule mtoto yule ni undisciplined. Sasa hivyo vitu vitakuleta shida. Unaona, lakini kwa hujulikani popote, wewe unaweza kukata hata miaka 5 mwalimu yote akujui. Hata ukikutana naye sokoni hawezi kujua kama wewe ni mwanafunzi wake, kwa sababu ni mtulivu, na unatii kila kitu. Kwa hiyo sio rahisi. Asante sana mzee wangu. Na unawaambia nini ni vijana wa sasa ambao wako mashuleni? Vijana wa sasa ninachowaambia, cha kwanza kabisa wawe na nidhamu. Ndio kitu cha kwanza kabisa. Kitu chochote katika maisha ya binadamu ili uweze kufaulu lazima uwe na nidhamu na uwe na utii. Ukiwa na nidhamu na utii, basi utakufanya ufike mbali sana. Na shule ambayo umesoma ilikuwa inaitwaje? Shule ya kwanza kabisa ya awali niliyosoma mimi ilikuwa inaitwa Msimba Primary School. Iko mkoa gani? Iko mkoa wa Kigoma, wilaya ya Kigoma, tarafa ya Mwandiga. Shule nyingine? Shule nyingine ni Mwandiga Primary School. Shule ya mwisho ilikuwa inaitwa Businde Middle School. Na kwa nini umetoka shule ya kwanza, shule ya pili, shule ya tatu? Nimetoka shule ya kwanza, ya pili, ya tatu kwa sababu gani? Shule ya kwanza ya awali ya Msimba Primary School ilikuwa mwisho ni madarasa 8 tu. Okay. Sasa unapofanya sasa kutoka la 4 kwenda la 5, lazima uone shule ambayo ina darasa la 5 mpaka la 8. Ndio hizo. Wewe ina maana kwamba madarasa hizo ni kutoka darasa la kwanza mpaka la 4 mwisho. Ukifaulu unaenda shule nyingine ambayo inaanza darasa la 5 mpaka la 8. Unaona mambo hayo? Asante sana mzee wangu. Shukrani sana. Shuleni enzi hizo. Yule anachalaza, sio kuchapa. Anachalaza. Tushaimwibia hadi baskeli, ilikuwa noma. Mwalimu kapaki baskeli yake vizuri, si tukaiba bwana. Yaani huwezi kumlazimisha mtoto wa sasa hivi asome kwa alivyosoma zamani. Kati ya kichwa, pindisha mkono wako ukigusa hapa, wanakuambia sasa wewe unafaa kuanza darasa la kwanza. Adhabu ya wanafunzi wote hapa darasani nipige mimi mwalimu. Shangaa kamwangalia. Yaani bonge la dada. Ni Monica alikuwa bonge. Ni hatari sana. Tulienda kuiba karanga kwenye shamba la mwalimu wa shule. Alitulamba. Paul Karpi. Kidogo alikuwa mkali sana. Hapo ndo alikuwa mwalimu wa hesabu. Mtangazaji achana na kitu kama hicho. Kutoroka muda wa kipindi, yani saa 2 tu nimefika shule njia kinuma, mimi narudi nyumbani. Nilikuwa smart girl, nilikuwa head girl shuleni.
shuleni enzi hizo, kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 1:30 usiku. Ni hapa hapa JN Power TV.